maandiko matakatifu wana wa Mungu, niliwaona wamama wengi ambao wamekuwa washindi katika Biblia. Nilipokuwa namwangalia mama mmoja, niliona mama mmoja shujaa ambaye alikuwa anaitwa Deborah. Napomwangalia mwanamke mwingine katika Biblia, naonyeshwa a Shunammite woman. Nilipokuwa namwangalia mwanamke mwingine in the Bible, nilimwangalia mwanamke anayeitwa Esther. Nilipoangalia mama mwingine, nikamwona Anne. Mama Anne ambaye alikuwa anafungua kinywa chake kuongeaongea peke yake, mpaka kisha wengine Eli pamoja na wengine wakamwambia kwamba amelewa. Lakini nafurahisha kwamba Anne alikuwa anafungua mdomo wake kuongea na Mwenyezi Mungu, manake alikuwa na kitu kilichokuwa kinamsumbua. Tapata wamama wangapi kama Anne? Aba kungunto bwate bihita, tuko na gates ambazo ni gates kadhaa katika mili yetu, lakini leo niseme 4. Aba kungunto bwate bihita byaitobire igura. Kuna gates zetu zenye ziko hapa juu ambao ni kifua chako. Ukiwa nyumbani unavaaje? Leo siku ya Sabato tu ndio umekuja umevaa nguo mrefu. Get the point. Take a step forward. Father, in the mighty name of Jesus Christ, King Almighty, at this moment we call upon heaven to come and minister unto us. May your word come with the power, with authority and a clarity in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We believe and trust. Wanapiti za mfalme, amjambo lakini. Geukia mwenzako umwambie you're wonderfully fearfully made. Wamama, mapua yako ni kama yake. Chinzi ambaye ameumbwa akaumbika ni kama wewe. Kwa nini unapingana ati na wewe unataka ushone nguo ya fulani ikae kama yako? Na Mungu chinzi amekuumba kama amekuumba, umeumbika kama 1GB, si ujipende? Na kama umepewa mwili uko round kama kibuyu, si ufurahi ujipende? Piga kifua, sema I'm special on my own. Sababu mimi ni mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa wana wa Mungu, leo mawazo yetu yawe hapa, na tunataka tushukuru Mungu kwa ajili ametupa kibali ya kuwa hapa siku ya leo kama wamama. Kwa hivyo haikuwa ajali kwamba tutajikuta hapa tumejikuta tu. Mungu wetu alipanga kwamba tangu tumboni mwa mama yako siku fulani tutakutana hapa tulisifu jina la Mwenyezi Mungu. Ni wangapi wameona kwamba muda wetu umeisha ili tukafanya haraka tuende nyumbani kwa ishara ya mikono? Siku ya leo, today is business with who? God. Si amekupatia siku nyingi umefanya kazi yako, lakini siku ya leo naona mshukuru. Kwa hivyo wana wa Mungu, tuwe hapa kwa muda mchache tumshukuru Mungu wetu, manake uhai uko nayo, mchizi unavyoonekana ni Mungu amekupatia. Manake kuna wengine wetu wa Mungu mule hospitalini wanateseka, lakini wewe uko hapa ndani, ngawaje unaumwa, si uko hapa ndani uko sawa. Wamama ukivaa nguo saa hizi umeonekana smart, lakini ndani yako si unaumwa. Mungu wetu anakujua kwamba unayapitia nini. Na hii wiki wana wa Mungu tuko hapa kwa ajili, hii Sabato imetengwa kando kwa ajili ya wamama. Women Ministry International. Ujue kwamba wanawake wote wa Adventista ulimwenguni wanapumzika hii Sabato. Na hivyo nataka turudi katika Biblia zetu takatifu, tuangalie ndani, sababu sijui kama ni wangapi walibahatika kupata hiki kitabu. Ni wangapi walipatika kupata hiki kitabu? Kama hukupatika wana wa Mungu, hii ndio kitabu kilikuwa kimuongozo wetu katika Women Ministry, ambayo ilikuwa inasema Discovering the Joy of Being His Daughter. Kuangalia jengine kujua kwamba uwe na furaha ndani ya Yesu, kwamba wewe ni mtoto wa nani? Wa Yesu. Kisha mwisho inasema kwamba reaching out many. Tunaenda kujifunza chinzi mama utakayefikia watu wengi. Mwanamke ukiwa hapa ndani, you are a daughter of God. Unastahili kujua kwamba Mungu alikuumba kwa sababu fulani. Si ajali ulijipata ukiwa mwanamke, Mungu alikuumba na sababu. Nilipokuwa naangalia katika maandiko matakatifu wana wa Mungu, niliwaona wamama wengi ambao wamekuwa washindi katika Biblia.
Nilipokuwa namwangalia mama mmoja, niliona mama mmoja shujaa ambaye alikuwa anaitwa Deborah. Deborah ni mwanamke aliyekuwa anaongea neno la Mungu, hata kuwa anashtuka kujua kwamba ni nani anamwangalia. Hakukuwa anataka kujua hata mwongozo wa wanaume. Alikuwa katikati ya wanaume, lakini alikuwa anaongea neno la Mungu na ujasiri wote. Napomwangalia mwanamke mwingine katika Biblia, naonyeshwa a Shunammite woman. Mwanamke mwingine wa Shunemati ambaye alikuwa ni mwanamke tunayeonyeshwa, alikuwa ni mwanamke anayemeza mengi, anatabika kidogo. Sio kama chinzi wa mama wengine vile tuko hapa. Unapopata changamoto, unatoa mengi, unatabika. Uko na marafiki, unatabika hapa na pale, mwisho ya marafiki tena wanakuja wanakubanduka. Huyu mama alipoulizwa na Gehazi kwamba is it well with you? Mambo yote yako sawa? Hata ingawaje mtoto wake aliyekuwa amekufa, bado alitabasamu akiambia Elia Gehazi kwamba mambo yako sawa. Kwa nini? Afikie mtumishi wa Bwana aliyempatia muombe ule mtoto akapatikana, amwagie sira yake. Nilipokuwa namwangalia mwanamke mwingine in the Bible, nilimwangalia mwanamke anayeitwa Esther. Esther ni mwanamke aliyekuwa mwanamke na hakukuwa na jigamba. Mwanamke alikuwa na humbleness. Aliyekuwa mkakamavu hata kwa kuomba, alikuwa na shiriki hata kwa kufanya fasting na praying kwa watu wa nyumba yake, mpaka akakuwa mshindi, akakomboa ile clan yao. Nitatoa Esthers wapi in this generation? Nitapata Esthers wangapi watakaye kuwa naenesha neno la Mwenyezi Mungu? Nilipoangalia mama mwingine, nikamwona Anne. Mama Anne ambaye alikuwa anafungua kinywa chake kuongeaongea peke yake, mpaka kisha wengine Eli pamoja na wengine wakamwambia kwamba amelewa. Lakini nafurahisha kwamba Anne alikuwa anafungua mdomo wake kuongea na Mwenyezi Mungu, manake alikuwa na kitu kilichokuwa kinamsumbua. Tapata wamama wangapi kama Anne wanao dedicate familia zao kwa Mwenyezi Mungu, sio kukimbia mdomo unakuma, unakimbisha maneno ambayo hayafai. Unastahili kufunikia familia yako instead ya kuibomoa. Nilipokuwa naangalia tena katika Biblia, niliwapata wamama wengine watatu in Luka chapter 18 verse 1 to 3. Nikamwona Susan, nikamwona Joan, nikamwona Mary Magdalene, wanawake waliojitolea kwa kufanya kazi na mali yao yote katika ministry ya Mwenyezi Mungu. Walijitolea, wakasema no matter what, sisi tutafanyia Mwenyezi Mungu kazi. Wakajitolea. Nilipokuwa naangalia wana wa Mungu, nikafika mahali nikaangukia mwanamke tunayeenda kumsoma leo, aliyekuwa anatokwa na damu, anayepatikana katika kitabu cha Mark chapter 5. Sioni kama kuna watu wanafungua Biblia. Anapatikana katika Mark chapter 5 verse 25 mpaka 34. Hapo ndipo tunaenda kuchukua hii hadithi ya huyu mama ambayo tunaenda kusoma siku ya leo. Tunapoanza kuisoma, inasema kwamba a certain woman who had flow of blood for 12 years and suffered many things from many physicians, and as used all that she had, she was not rather becoming better, but rather grew worse. She came behind Jesus and touched his garment, for she said, if only I may touch his garment, I shall be made well. Immediately, a fountain of blood dried up. And Jesus looked around. Immediately, his power got out of him, and he asked, who touched me? Then the disciple told Jesus, you say, who touched me? And the multitude thronging you? Jesus looking around, who has done this thing? The woman fearing and trembling fall down and said, tell Jesus the whole truth. Then Jesus turned around and said, daughter, your faith has made you well. Go with peace
and be healed from your affliction. Amina. Hayo maneno yako hivyo vile tumeyasoma. Wana wa Mungu, siku ya leo tunataka tumwangalie mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Huyu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu naonyeshwa kwamba alikuwa ametembea mahospitali yote. Ametumia mali yake yote yenye alikuwa nayo, wana wa Mungu. Kama ni hospitali kubwa za sasa hivi Kenyatta Hospital alitembea. Kama ni Aga Khan Hospital alienda. Kama ni India huyu mwanamke alienda. Kama ni waganga hodari, wale waganga shubafu, alienda. Ni wangapi wanajua waganga? Hapa pastor hapa ni Wakristo, wana wa Mungu. Hawajui story, hata hawajaisikia. Lakini siku ya leo tunaenda kuhimizana kwamba mganga ni nani hodari wa ulimwengu, na mganga wa ukweli ni nani atakaye kukomboa kutoka kwa shida zako zote. Huyu mwanamke alipoenda katika hizo hospitali zote hakupata msaada. Hata ingelikuwa ni watu wa kwao, wote walimbanduka. This woman had an issue. Issue yake ilikuwa ya kutokwa na damu. Na mnajua kwamba mtu anapotokwa na damu ananuka, anakuwa na ufundo, hakukuwa rafiki wa mtu. She was termed as unclean. Hata kama ni kanisani alipokuwa anaenda, wana wa Mungu, hakukuwa na rafiki. Hakukuwa na mmoja aliyekuwa anamkaribisha kwake. Marafiki zake peke yao, wana wa Mungu, guess what? Walikuwa ni inzi zilivyokuwa zinamfuata. Mwanamke akitembea mbele, inzi zinamuescort. Akigeuka kwenda hapa, inzi zinamfuata. Huyu mwanamke aliteseka. Hakukuwa mgeni wa mtu. Alikuwa anadondokwa na damu. Alikuwa na shida ya damu. Je, mnavyoketi hivi nyinyi mko na shida gani? Mko na shida gani, wana wa Mungu? Labda nitaweza sema kuna wengine mko na shida ya magonjwa katika miili yenu. Kuna wengine mko na shida waume wenu ambao hawapatii amani. Watoto wamewatesa katika familia. Na tukiangalia kando, kuna wengine ambao wako na ugonjwa wa vitina. Wengine wako na ugonjwa wa kutoa wengine makosa. Wengine wako na ugonjwa wa kupiga midomo perepere. Mungu atusaidie wanawake, aweke kaa la moto katika vinywa vyetu, tumeze mengi, tutabike kidogo. Huyu mwanamke alikuwa na shida ya damu. Napoonyeshwa, imagine, wana wa Mungu, huyu mwanamke aliteseka miaka 12. Miaka 12, wana wa Mungu. Unapofanya utafiti, huyu mwanamke aliteseka 144 months. 624 weeks. Imagine huyu mwanamke ameteseka. Hakumgeni wa mtu. Watu walimdharau. Wengine walikuwa wanamuona kutoka huko, wanamuona kwamba kuna shida nyingi, hawezi hata karibia wenzake. Je, katika maisha yako shida zako zimekuwa nyingi hata hujui uende wapi? Hata marafiki uliokuwa nao wamekukimbia. Nataka nikumbushe mtu na nimuhimishe kwamba when your problems are so many and too many, one day it will have an expiry date. No matter what your condition yenye unapitia, your condition is not your conclusion. The Lord knows your destiny. Wacha mwanadamu vile ako hivi, wana wa Mungu, let them know our story. Wacha wajue hadithi yetu, vile nimekaa katika kwangu, vile nimedharauliwa, vile watoto wamenisumbua. Usishtuke, mwana wa Mungu, mwanamke naye ongea naye. Anayenitazama naye ambaye ameketi hapa ndani, nataka nikuhimize kwamba when people talk about you, let the talkers talk about you. Wacha wakusengenye, wacha waseme, lakini enda kifua mbele ukijua kwamba when they talk about me, God has my history and has my destiny. Mungu ako na jibu katika maisha yako. Usiangalie wanawake wa nyuma uanze kulia, eti mimi wamenisema, eti mimi wameniongea. Kama wakusema, unataka waseme nani? When people talk about you, wanapokusengenya, wanapokuongea vibaya, just mwanamke jua kuwa na furaha kwamba you are going somewhere.
Mwanamke asiyeongewa, imagine you are useless. Mwanamke unayeongewa tukaangalia kanaringa. Angalia vile ameweka nyumba yake. Angalia watoto wamemshinda. Angalia hata siku hizi kanisani anaenda, hajaipata hata pesa anunue nguo. Wanawake hapo ndio wako wengi, wale wanatumika na shetani. Wakati wanakuongea kwamba vimekushinda kwako, mwanamke wa Yesu, nataka nikuambie, goti lako chini, inua macho juu, ita mbingu zitaitika kwa ajili yako. When people are seated to talk about you, wanapoendelea kuongea juu yako, wanakumisunderstand, wanakuongea vibaya, just know that there is heaven who can understand you better. Kwa hivyo usisumbuke wana wa Mungu. Huyu mwanamke alisumbuka akitokwa na damu. Number 1, the woman heard about Jesus. Mwanamke akasikia habari njema ya Yesu. Je, mwanamke alisikia nini? Kama wewe siku ya leo umekuja hapa, utasikia nini ili kuguze, ubadilike, uwe the daughter of the Lord Jesus Christ, ili ufikie wengi, uwaguze mioyo yao? Hebu jiulize vile umeketi hivi. Ni wangapi umetia majonzi? Ni wangapi wanalia juu yako? Ni wangapi umefuta wameingia kanisani? Umefikia roho ngapi wako ndani ya kanisa, wanaabudu neno la Mungu na wanasema, hakika kama sio ule mwanamke singekuwa hapa. Kama sio ule mwanamke aliniambia habari njema ya Yesu, singekuwa hapa. Je, jiulize vile unaketi jioji. Wewe umefanyia nini mwanamke mwingine umeguza maisha yake? Au wewe ni ule umefanya fulani analia majonzi? There is still chance. Let's come back to Christ, wana wa Mungu. We change our mentality and the Lord in heaven is going to forgive us all. Eti ni wangapi eti atusikie lugha ameongea? Ni wangapi wanasema atusikie Kizungu na Kiswahili? Mnasikia? Basi nilikuambia watu uko nao ni wasomi wote. Wote wanajua kusoma, lakini Mungu awabariki. Sababu hiyo ni neema inafanya nini? Inatembea. Huyu mwanamke aliposikia habari njema ya Yesu, wana wa Mungu, alisikia nini? Labda alisikia kwamba Yesu aliponya wagonjwa wengi. Labda alisikia kwamba Yesu alilisha mikate na samaki, mkutano ulikuwa mkubwa. Kama umesikia habari njema ya Yesu, je, wewe mwanamke kama uko hapa ndani ufanye nini? Unaposikia habari njema ya Yesu, wacha uwe na hamu ya kuchukua ili neno nje, kuhimiza wanawake wengine, kuonea mayatima huruma, kuonea wajane huruma, kuonea mke na mume ambao wako katika familia hawajiwezi, wana wa Mungu. Badala ya kuwafanya wadidimie, wainue kiwango kingine ili mbingu haitakuacha nawe, mwana wa Mungu. Ule mwanamke alipokuwa amesikia habari njema ya Yesu, akasema kinachonifurahisha. Mwanamke akasonga mbele, akaendelea kusonga mbele, akasema, mimi hata waniseme namna gani mpaka solution center. Nataka niendelee kusonga mbele mpaka nitakapofika niguze pindo la vazi la Yesu. Akasema abaki nyuma. Mwanamke ule walikuwa wanamchunguza, walikuwa wanamsema, lakini akasema mbele daima, nyuma kamwe. Manake nimesikia habari ya Yesu kwamba Yesu uponya. Yesu atanisaidia, shida nazo zipitie katika boma yangu zitaisha. Mwanamke unayeketi hapa siku ya leo, nataka nikuulize, jinsi unavyoketi umevaa vizuri hivi, jinsi unavyoketi wana wa Mungu, kuna shida fulani ambayo imekusumbua? Kuna shida fulani umempatia nani? Je, umempea Yesu au umempatia ule mzee, ule mwanamke anayejua kukimbia vizuri, anayejua waganga wale wako katika idara mbalimbali wakusuluhishia shida? Nataka niwaambie mganga wa ukweli atakaye kusaidia anaitwa nani? Yesu, mwana wa Mungu. Number 2, huyu mwanamke aliposikia habari njema ya Yesu, akasema, may my faith be bigger than my fear. Mwanamke akasema, imani yangu nataka iwe imani tosha, isiwe imani ya kutingizika. Je, imani yako umeweka wapi, mwana wa Mungu? Imani yako umeweka katika mzee wako? Imani yako umeweka katika mtoto wako ambaye amesoma? Imani yako umeweka katika relative ule mkubwa? Imani yako umeiweka wapi? Imani yako umeweka kwa marafiki ambao wanakubanduka kesho? Imani yako umeiwekelea wapi, mwanamke? Imani yako mtoto, mwana youth, umeiweka wapi? Umeiweka kwa mzazi ambaye atabadilika kesho akusengenye? Mko hapa ndani, wana wa Mungu,
Wengi tumeiweka imani kwa wanadamu. Wengi tumesengenya kama ni watoto wa watu, wana wa Mungu. Kuna youths wengi hawakuji kanisani. Kuna wamama wengine hawakuji kanisani. Kwa nini? Kwa ajili ya midomo yetu. Tunawasema vibaya, lakini si hapa ndani. Msinishike vibaya. Hapa ndani tulisema nyinyi wa Kristo. Naye zungumzia ni wale wanaenda kutazama ikana. Ni wao wanazungumzia, lakini nyinyi hapa ndani haujaiongea mtoto wa mtu. Umeiongea msichana wa mtu kweli? Umeiongea kijana wa mtu kweli? Wale watoto wa fulani wameharibika. Ana adabu kwa watoto wake. Hilo jambo limeitoka katika kinywa chako. Kama limetoka katika kinywa chako, come back to Christ. Ni mwingi wa rehema, atakusamehe, wana wa Mungu. Rudi kwa Yesu. Mwanamke aliposikia imani yake imekuwa imani tosha, akasema ninasonga mpaka mkutano. Imani ilipokuwa imetosha, mwanamke akajipiga kifua. Akasema kama imani yangu imetosha, lazima nijitie moyo. Hata ingawaje wengine wananisonga katika ule mkutano, ninaona Joan, Suen na Mary Magdalene wako katika mkutano na disciples. Ninapojaribu kupita kuguza pindo la vazi la Yesu, wanajaribu kunisukuma. Mwanamke akasema haijalishi. Hata wakinisema aje, hata wakini discourage, lazima nitaguza pindo la vazi la Yesu. Ni wangapi wamekuwa moyo? Ni wangapi wanakuuliza kwamba hii kitu unafikiria utaweza? Kama fulani alijaribu akashindwa, je, wewe utaweza? Wangapi wanakuwa moyo? Wale marafiki wao ambao unatembea na wao, chunguza. Marafiki unayetembea na wao, wachana na wao. Ambia Yesu akupatie marafiki wanao kuchukua mahali. Kuanzia leo, wana wa Mungu, watu wengi wameharibu familia zetu ni marafiki. Marafiki sana sana wa mama tunayetembea, unaweka rafiki hapa ndani, kwa fulani wa wenyewe, ya tuwachani. Ule tutawachana naye. Intara ikebya gasobitara ndio monuminyo kengi kerinya lebe. Yani motebi kerege, yani muno mugaka onako. Yani tinko yuko sirinde setruti. Yani unakimbia unamwambia familia yako inaisha. Kwa nini usiambie Yesu, wana wa Mungu, mara ya kwanza? Tusikimbie kwa wanawake na wanaume wa ulimwengu wanaotufunza moyo. Wengine wanasema hii jambo, lazima pastor ajue. Lazima niambie Morisia. Nataka nikuambie huyu mchungaji unayekimbilia, instead ombe huyo mchungaji, manake ako na shida chungu nzima. Huyo ende wachache ako na shida chungu nzima. Muombe. Mungu akusaidie, akupe the spirit of discernment, macho ya kuona mbali, ili tuombe wengine. Ili tuwache kufunjika moyo, ili wengine waache kutua moyo. Tuwache kuwa na marafiki wa ulimwengu wenye watu chukui mahali. Nafurahisha kwamba huyu mwanamke alivyokuwa na dondokwa na damu, alivyokuwa amekuwa na outcast, kila mtu amemtoroka, kila mtu amemkataa, huyu mwanamke ananitia moyo kama mwanamke mwenzake. Ananitia moyo katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Safari ya imani atungatukingo. Safari ya imani lazima nisimame kidete. Safari ya imani lazima nitazame mbingu, niwache kuangalia mwanadamu anasema nini juu yangu. Wakati unapogeuka wamekusengenya nyuma, unakuja kutaka kupigana pamoja na wao. People, wacha mwanadamu awe mwanadamu. When you are smart, they talk about you. When you are not smart, they talk about you. Mtoto wako akipita vizuri, wanaongea unaringa. Asipopita vizuri, huyu mtoto sijui anaonekana namna gani. Yani, ukipotea ukienda kutafutia watoto wako, wanasema ntuanya korora nyarebe. Kwa kutoka, Nairobi mosirereti. Which is which? Mwanadamu ni mwanadamu. Wacha mwanadamu au mwanadamu, macho yetu yangaza wapi? Mbingu. Huyu mwanamke tunaonyeshwa kwamba aliposonga mbele, mara nyingine akasema tena, mara ya tatu akasema, imani yangu imekuwa ya kutosha. Sitaki kusikia habari ya wanadamu wanasema juu ya nini. Wana wa Mungu, whoever you give attention gives you direction. And when you talk to people so much about your family, they will pin you down. Mwanadamu lazima atafute kila mbinu ya kukuangusha. Hataki mfanane naye, hataki umshinde. Kwa hivyo ujue kwamba mwanadamu wa ulimwengu ana msaada kwako. Atakaye kuwa na msaada ni nani? Ni Yesu, mwana wa Mungu. Mwanamke akasema, penye nimefikia, sitaki kusikia habari yoyote ya mwanadamu. Mimi nataka nisonge mbele mpaka niguze pindo la vazi la Yesu. Nikiguza pindo la vazi la Yesu, mzee wangu atakuwa vizuri. Nikiguza pindo la vazi la Yesu, kama ni mjane, watoto wangu watakuwa vizuri. Sitaanza kuendelea kusema kwenye kutamira abarogi banchandire bakodire iga kimuntu kwenye kutamira abarogi nana kwerogire muchande tabarogi ekenyoro abarogi bono simoko yuri konde lembi yamara bana barogi mokonya katameru
Mungu, tusiwe tunatoa lawama kwa wengine. Kusema kwamba ni fulani ananionea kichicho. Litangani, jichunguze wewe mwenyewe. Keti chini, jimeka meeting. Jiulize, Mungu nilipotelea wapi? Nisaidie nibadilishe maisha yangu ili unitengeneze. Nifae ili nifikie mwanamke mwingine. Utafikia mwanamke mwingine kama wewe mwenyewe ujioni. Kama wewe mwenyewe hujajipanga. Uwezi fikia mwanamke mwingine. Uwezi fikia wengine ambao wanaiteseka. Huyu mwanamke anafurahishwa. Naonyeshwa kwamba alipokuwa na imani akasema sisikii mambo ya watu. Mwanamke akasonga mbele. Akasema imani yangu itosha. Sitaki kuwa na uoga. Mwanamke akasikia habari njema ya Yesu. Aliposikia habari njema ya Yesu, mwanamke akageuka. Akasema sasa nitasonga mbele. Nataka kupenya niguze pindo la vazi la Yesu. Mwanamke alikuwa anatafuta kila mbinu. Ile mbinu ilikuwa inafananisha nini? Wanawake wa Mungu, let us persist in prayers. No matter ni nini inakusumbua, tuendelee kutafuta njia tutakayofikia Mwenyezi Mungu. Tutafute kila mbinu kwa maombi. Mungu wetu atakuwa kisiwi asisikie maombi yako. Mungu wetu atatupa maombi yetu in the dustbin. Atatujibu sawa sawa na mapenzi yake. Mungu wetu angalie chinzi inavyofaa wana wa Mungu. Mungu wetu angalia moyo. Mungu wetu hataki kuchachi uko na dini ya ulimwengu alafu naturingia nayo sana. Yani orocho wataka nyumba ket. Yani orocho kantaka toba. Yani ngole mbego ronaje buge kondeta yora kwa ngali. I want to remind somebody that hizi vitu zote za ulimwengu sitabaki wapi? Bila Yesu ni zero. Lakini ukiwa na Yesu, wana wa Mungu niwaambie, jipige kifua kwamba niko na Yesu. Lakini si eti niko na mali ya ulimwengu. Eti niko na nguo ngapi kwa nini kwa wardrobe. Hiyo haitusaidii. Mwanamke wowote ule mwenye nitaweza ogopa au mwanaume ni ule ananiambia kwamba anajua Yesu. Huyo naye nitamuogopa. Lakini mwanamke wa ulimwengu usiwe ni mafumbi kama mimi. Mwanamke huyo ananitia moyo, anasema kwamba akuogopa. Alisonga mbele na ujasiri wote, akasema mimi liwe liwalo, goti langu chini, ili wote wanaonicheka siku moja nitaitwa mbarikiwa. Siku moja nitaitwa mbarikiwa. Aliposikia kwamba mkutano mkubwa ulilishwa, nataka niwaambie wana wa Mungu, the woman remembered the past victory. Huyu mwanamke akakumbuka mambo yote ya nyuma. Alipopata marafiki wake wengine ambao walikuwa katika mkutano, the disciples, wanamuua moyo, sasa hata ukikimbia kwa Yesu, hakuna kitu atakusaidia. Yesu ako busy. Hatakufikia, hatakusaidia. Mwanamke akasema, waniue moyo, wasiniue moyo, nimesikia habari njema ya Yesu, anaponya, anaokoa visiwi, anafanya mambo makubwa, sitangatuka ngo. Mokungu onoma kwa ndogo chanda, ekerago chandre mono, watebanga njikanisa echiti ndiko chino nyale boro. Wakati Nuhu alipokuwa anachenga safina, ekero Nuhu arosetie safina, akabeka mbake menyama ime. Omwana bana matabeti akarosie trisa. Emenya merinja ari koragera yagende echo. Ereba abantu bali baimba ari kwende echo, for example. Ekareba kwende echo arufi njari gocha. Musa Nuhu na igataga dengani ngusuli anyare tigedrise ndiko chigorari. Ajerende nkiwati gara nyarebe kanisa riba okoberororo omotongi ogocho koburukania amache itiboria pesicide okonyongora no oli binyana ngari byose byenda togenda igoro. Inki ogotigara nyarebe kanisa ati wamenisema. Eti wameniongea. Eti sioni vile iko hizo makanisa. Remember your past victory. Vitu zenye Mungu amekutendea kutoka nyuma zikufanye usonge mbele ili ufikie mwanamke mwingine. Jiangalie katika nyumba yako, ni nini Mungu amekutendea. Huyu mwanamke hakwenda kuangalia wengine vile wanafanya, mwanamke akasonga mbele. Kinachonitia moyo ni kwamba huyu mwanamke akukuwa nechi sababu cyaba kungu bande erega tebete ngiye sobwe kankolijya mokungu na musate zinaga cyane to tiyo kamanyinga iko bangangete yesa etogo ntiga. Mwanamke akasonga mbele. Nariko ndochingo mokungu oyo nonyoko ebo ikwaye kwalenge bujya. Nonyoko ebo ikwaye kwalenge bobe. Lakini wakati wana wa Mungu tunapokuwa kanisani, wanawake wa Yesu, hata kuvaa kwetu kutaweza fanya tujiletee shida katika familia zetu. Mwanamke wa Yesu anastahili kuvaa kwa njia gani? Aba kungunto bwate bihita, tuko na gates ambazo ni gates kadhaa katika mili yetu. Lakini leo niseme nne.
Abakungu tubwate tabia itobire igura. Kuna gate zetu zenye ziko hapa juu ambao ni kifua chako. Ukiwa nyumbani unavaa aje? Leo siku ya Sabato tu ndio umekuja umevaa nguo mrefu. Leo tu yani ndio umekuja tu yani watu waone kuwa wewe ni mama wa kanisa. Katika maisha yetu ya nyumbani tunafanya nini? Mwanamke hapa kifua mbele, gate yako ya kwanza iko uji. Mukungu kwa nyora seseniri. Na mabera ya go chance, no abegete yangere chite kabisa ige koroka ngo chaya chevi. Abegete kabisa kwa nyora go sa abegete kajanga kama migete igoroka kama migete kabwa trane kabisa gamoro chenkingo kwana. Pono gutara yanya ale yanya chande gete. Utara kabisa aibuye kande ko kani yole chibi ero sese ni unege kubeka nene umukungu ngyo tabekere yanga ya ngiye igo nande ko tali nate abuna abande bakobeke chinde cyamenya ko bachierera ngabano twate utobeke free size kwamenya ko beko suno no mugako oru sinabegani obeke te yange ko chuata ya chuata chinde nime yani kwamenya ko susuni kabisa igo chinze abakungu nkigyatulia tuwe wanawake wa Yesu kwamenya ko ikago chaga ikabondo kwa mana kobeka ege itakene ne chintigati yani ngamna bano mugasochira yani go tokobeka narorera bano tenga batebi aye karongo batebi aye rende yani tunapata wanawake wengine kama ni haba habits imaiga chintigati omokungu yani igabwa toro sana rokundo pi rwalenge black ruonchuka rwabagentoki no ale kabisa kusino ne chira kurgo sine gase mokonya no sine gari mabwate tege baba bichitegete kwamenya ko bwata chimiyoro abakungu banongi gyatoroga mwana korokento kinga muneki kusine kanaleta kaki mwancho buruiro bochega asebo kale na ali na barakini mwancha bochega mwanamke unapata kwa hii geti yake ananuka geti kiko kichafu no le bona bagani bago chenga karibu bagani ba minto mugako minto wachira na bagani karibu wacha bona lyo kuba banga kabisa amache mwigo monyu kwamenya gotaruri kabisa bakoma lyo botaiga otenga amache ngonyu ochaka amache ngonyu bona aina beliri ko setabeliri ko komenta ina beliri ntundo liko nywa beliri asenga arufu chao ya muchandije abana banyasai tuchunge sana igeti yetu ya ambits makuopa yetu ekinege itakende buna abakungu kebwenda takoba buya kwamenya go ikakwa rengo kwane bita bisinini kwama konyoro mokungu ege itakende kerega babo ichire buye ege iteke nago chimayanya saka makwa matobori ole buya kwamenya kubeka agantu getabana go kwandike ko ndi yani kwatigara bosapi ano mokungu Yesu ngo kwanera njengo kwanera abakungu bali ba Yesu lakini no kale gokora igo oli ondigereti isiko no oli olema Mungu wa mbinguni akusaidie uguze pindo la fazi lake ubadilike ebite bya bana banyesai omokungu mo Kristo ngo kwanera no bwene to gesiba bye kali mabona iga bana banyesai bona iga moraro raisikali buna abantu bale ko Sunday to Friday utajione maajabu ya Musa nyasa to konye ebite biga ko ire nyasa go seseniri buja pekege iteke yange engale buyigo nane ndorate bo bekeri sunga sungigo ko gweto ngambate bete tuabe gachi nyasai gago tongete beke yange oswa buyigo ere smart bigo montoka korora ago tenga ba minto mokungu ali na kiale buyale kwama nago ikabano ukago senege tamba giya chietege kaera omokungu ndo manya kobeke nyenye iga ekarako eringa banago kuna magosene karamu yagunse yani ago kuna maiga inkiota hakuna mera igalende ko sana kwa yebeka abana banyasai tuende tuache hizo vitu ukitaka uguze pindo la fazi la Yesu na ufikie wengi Mungu wa mbinguni atupe neema yake itutoshe tunapoangalia tena geti nyingine wana wa Mungu abakungu bande iko to kwenda tuama na kobeke gento karagini mate nganko nganga mole lakini iko nini kosa nini mwana angale tingi chamba tebe tokonya ne lakini tingi tiko basomera tokonya bona abande male mani matenkonge chamore chituki aina rowacha gaiga amande muna bole iga ukitaka ufike uguze pindo la fazi la Yesu kwa ukamilifu na Mungu akuitikie wana wa Mungu tikana intotoraba women abakungu ba Yesu we dress in a decent way a Christian women abakungu ba Yesu weso kabuye iga
Ikotero tanga ikona pastor chiko na shituki ewa ndochi mwanyuni reme nushauri yenu. Tigamba tebi. Toenda to tiganya sa to konye to koleki. Na anu mama ite no go tiganga ngora iga. Mbora akini tiniko swago chime mono mwanyuni reme. Noro chino onye kobega tekerebi. Sisi mwanadamu umetudanganya. Lakini aliyekuumba umemdanganya kweli? Anakuona wana wa Mungu. Hizi nywele tungepata nafasi ningewaambia mpaka moko beka chi dreadlock. Abantu moko beka chi weave, chi umanea, ebintu moko beke vinge zenye zimezuia baraka zetu. Hata maombi ya mwanamke. Ikoti natanga na inu mwana chete tukimoraba ya mono. Na boko na chete tukile kinyoro motuambu. Mwanamke aliposikia habari njema ya Yesu akainyora the past victory. Wana wa Mungu, mwanamke aliposikia akakumbuka kutoka nyuma vile Yesu alikuwa anafanya kazi, akasema huyu Yesu ndio nahitaji. Na mimi nataka huyu Yesu anikomboe. Mwanamke akatumia mali yake yote, kama ni kwa waganga hodari alienda. Hapo ndio tunampata mwanamke mmoja ambaye ni mwanamke Mkristo ambaye anasema anampenda Mungu. Ilikuwa wakati alipokuwa maisha yake mazuri. Huyu mwanamke alikuwa anajivinjari kama wanawake wengine ambao mko na waume zenyu sasa. Mwanamke wowote mwenye huku Mungu amekubariki na mwanaume. Na kuomba tafadhali. Mpaka lilia karige nteke mepi. I want to remind a woman. Anakuchungia jina. Osa gweta somo buraka. Osa single lady. Omanye kia gwetera. Ama ino okumutika bunaliko. Anya kobesiro ni matabano kuagara kali wo kubona kiyani baka diagara kwade baka abantu baro planet ngabona ndankorwa pia box ito. Lakini nataka nikuambie huyu mwanamke ni huyu mwanaume ni wa maana. Kutaka kumfikia wana wa Mungu, ujue kwamba mwanamke ambaye anaitwa mjane na single anateseka sana. Unapoona hadithi yao vile wanaishi, haki utashikilia familia yako vizuri. Tunapoona hii hadithi, kama hujashika kitu chochote, hii nayo isikupite. Utoke na hii peke yake hapa. Tujue jinsi ya kuguza pindo la vazi la Yesu na kufikia wanawake wengine. Huyu mwanamke ananifurahisha kwamba akisema, kitabu chenye amenakili anasema kwamba siku moja alikuwa kama nyinyi wanawake. Alikuwa anakuja kanisani, lakini anakuja kanisani kimtindo. Yenda ikawa umekuja kanisani lakini tuko kanisani kimtindo. Tumekuja tu hivi, etababu nilinunua nguo mpya, etababu nimenunua kitu fulani, nami niingie katika wanawake wengine wanione niko smart, bankumi elingi kebe. Kama una Yesu, hata ukivaa manguo zenye zinapendeza kiasi gani, wewe ni bure. Lakini ukiwa ndani ya Yesu na uvae smart, mbingu zinaitikia. Huyu mwanamke anaonyeshwa kwamba alipokuwa katika maisha yake alikuwa anaishi vizuri. Monene melindone nikekogusa mono mare aigora mwami poiga mombori gokirete togosira gakiorara kera etage kaige kogusa gototinde kanyancha. Wana wa binti za mfalme. Huyu mwanamke anaonyeshwa kwamba anayelala mwambie sio saa za kulala, asikie hadithi peke yake. Lakini nashukuru Mungu kwamba amjalala. Huyu mwanamke naonyeshwa kwamba alipokuwa katika maisha yake hakukuwa amelack anything. Kama ni wafanyikazi alikuwa nao, kama ni watoto alikuwa naye, kama ni hizi vitu vizuri vya ulimwengu alikuwa nazo, kama ni kanisani alikuwa anaenda. Lakini kanisa alikuwa anaenda nini? Kimtindo. Tunakuja tu kanisa kawaida every Saturday, every Sunday, kama wale wenye wanapumzika watakayeangalia hii kipasa sauti penye inafika, walikuwa wanakuja tu kanisani. Lakini siku moja mume wake alipolala, kila rafiki akambanduka. Kila mtu akambanduka. In-law wote wakaanza kumnyang'anya mali yake. Penye alikuwa anaishi, kila kitu wakafanya nini? Sinyi mnajua vile mwanamke anapofiwa vile in-laws wanafanya. In-laws sitaki kuomba msamaha, including mimi niko na in-law. Some in-laws they are wild animals. Siombi msamaha. Ninajua kuna wengi watatazama. Kwa nini nimesema hivyo? Wengi wanapoona mjana amefiwa badala mhurumie.
Wengi wanafika mahali wanamteza mchani. Halafu unasema kwamba unaguza pindo la vazi la Yesu. Mungu atasikia maombi yako, ni kelele kwa Mwenyezi Mungu. Huyu mwanamke anaonyeshwa anapoandika kitabu chake, anasema kwamba ilipofika siku moja mume wake amelala. Hata kanisa lenyewe likambanduka. Hata marafiki aliyekuwa nakula meza na wao walimbanduka. Mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu akakumbuka remember the past victory, vile Yesu alikuwa anafanya, akasema huyu Yesu ndio nakimbilia. Huyu mwanamke ilipofika mahali kila kitu kimeisha, ikafika bahati mbaya au bahati nzuri, kulikuwa na wamama wenye walikuwa kanisani. Nao wamama wenye walikuwa kanisani wakamhurumia, wakasema amewacha mtoto mdogo sana, wacha tumuonyeshe. Wakambeba wakamchukua kwa mganga hodari. Kule msichana vile alifiwa mdogo, akaingia mambo ya uganga. Akaanza kuingia, anaanza kusaidiwa. Nataka niambie mtu hapa, ninajua wengi hapo ndio mmezama, lakini siku ya leo ni vema Mungu amelileta katika hili kanisa, na wale wanaonitazama nje, tafadhali na wasi. Kwa Yesu kuna raha, kwa shetani hakuna msaada ngo. Lakini mwanzo kabisa unapoingia kwa shetani kuna matunda unaona. Siku ya kwanza, mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza ukiendelea, kuna furaha kwa shetani. Vitu zako zinaanza kunawili. Unafurahia kwamba hapa ndio nilikuwa nimepotelezea, hapa ndio nastahili kukaa. Huyu mtoto wakambeba, na ni wengi walikuwa kanisani chinzi mnavyoketi. Wakamhurumia. Chinzi mnavyohurumia mjane kamefiwa. Na mjane mnayohurumia sana ni ule amewachwa na vitu. Lakini ule mwenye kuachwa na kitu hamtaki kumwangalia. Sio nyinyi. Ulimwengu hutaki kumwangalia. Kweli au uongo? Kweli au uongo? Huyu mwanamke walipomchukua kwa mganga, akaanza kuona matunda. Akasema hapa ndio sitoki. Lakini kumbuka, ikifika siku ya Sabato ako wapi? Kanisani. Na kama ni kuimba, anaimba kama malaika. Na wale wenzake wamemchukua huko, wanatengeneza kama ni kanisa vizuri. Hapo mbele ndio wako vizuri, wanaongea midomo iko tamu. Mwana onyale, bana kitawa konya. Ka kitu sabira no mchanda wasanaira. Nyasa ole iguru na rororo. Lakini ko ikabotuko. No bale nyombeli. Kaki imagine bwo muganga, aso mukungu ya irete chibeso ko ite kama nyinga, kakie ngundo, enchafu. No ko minyoka kabisa gochia, ngochiko nyorogo konya. Wale wenye mumeenda huko, Mungu awasaidia awasamehe. Na wale mna plani kwenda huko, siku ya leo nataka nikwambie, kwa muganga. Hawe muganga wowote ule, abande muna morororo, ni maita abande mweso ndete ebintogete. Nza kwa guri bagamba kuoni mwezi pi. Amura akumi. Mwana koromo kungu bele tege kabiritia. Obugete nga nespe abe kabiritia ro chako mabarta sa kwenda kwa sababu yoni kegara baiwana ini. Kego cha kwa Rusia. Muache Mungu atusaidie tuache hizo vitu. Huyu mwanamke alipoenda huko akaanza kuzoea. Akaigubuja. Ochakire kora matunda. Kuna na haja nolio minoka rocho karegakora mokulira atige. Halipofika kila kitu chake kikaanza kuisha. Kwa shetani hakuna furaha. Kwa Yesu ndio kuna furaha, wana wa Mungu. Turudi kwake, tuguze pindo la vazi la Yesu, atupe mwelekeo jinsi ya kufikia wanawake wengine. Huyu mwanamke alipofika huko akakumbuka jinsi alivyokuwa meteswa na in-laws. Morocho mukungu mubura kekara kwereru bunago chandwa. Omukungu ali agatebi ngabona bali bali ko cyane liko ariko rirama rika musacho wa kwete bono naye nengakiya bono ba mikere nati. Alo? Alo? Nonye ni bayawe korara mutebi aiweke yuka. Omukungu ali karari mali abana banyasai. Agachaka ko revenge saba kungu banda. Bali bali ko mucyanda n'ekiniro kiri. Agatebi ungege nteke igoko ndobeke baita no goitana mwanya ko igumo kungu ko tenga bare nke buja cheni maite kikiagara goroga bu bachaka kurwana basaigo njarengo ni kwa shetani ya Mungu wonchuru mchio abakungu aba. Kama utaweka goti chini uguze pindo la vazi la Yesu, utashuhudia rudi pia pastor. Shetani akiamua kufuruga familia yako, wana wa Mungu, ndio manake tumeambiwa kwamba tuje kwa Yesu, tukuze pindo la vazi la Yesu, tutakuwa wasalama. Tutakuwa wazima. Kwa Yesu kuna raha. Ona bande mutakarata mungu ngabana pastor ngiye kabago chimutu. Aina mutaite ko utaliwa. Liko konye. Huyu
Shetani akaanza kurevenge kwa wanawake wa ulimwengu walikuwa wanamtesa. Abakungu abange mubwate bali bwata basacha. Musacha tabwate karo kyanchi takuisaranza. Omukungu oli agatebe ngesa uli nyalebe na nyalebe mbakolere tia mariga. Ali nero go target. Kenda ali se oya ke lyogo gabuya. Ndo isaranze karo kali musacha oli agocha oigwa matoke. Amatoke amayokobo muntu obomborwa. Egento bakobuna nkeyo. Kwa Shetani. Huyu mwanamke kitabu kinasema kwamba mpaka bakungu bali bamuhire tegari karoba mutiga kirengendo kia mwerera akabaonchokera. Agachaka kubatesa. Batebani nganto kugenda visitation ko ramukungu onde abatei maite kinegento rais. Lakini nene munando mubura kati mbwati yanga ngobeka kwale kongere seri yaone getamba mbeke mutu omwa mukungu liendo kuburukania mariyogo karosh kabisa kago koira ndukunga aje zire timbogeti. Wanya ko igwo ndo daga gakirero nakubakia. Omoira nuri getamba keri openyeka properly. Na iko menya gotoko mukungu igore empty. Ndani yako hakuna uyesu ndani yako Nyasaye mboyo imeyao. Kwa menya ko bagonye chande karyoka. Umukungu liya kabogo chanda abantu iko ekiagera nena nkoli venchi alenge. Nataka niwaambie wana wa Mungu kwa Shetani hakuna furaha. Ikafika mahali kila kitu mume yake alimwachia ikaisha kwa wachawi na waganga. Sababu ibolisi Shetani anaona nkiyobwate okonyegali asini ni. Yakonyegali asini bo ikanyagitali urweire mboyo. Yoko urweire mboyo wasiale lini bo yali. Tilibona karo yali pi birecho manya kugutuma. Hivyo ndivyo huyu mwanamke alifanya. Ekarako rakalia kasini ni atigero tuno musacha oepi. Esa uliga ataite ko revenge ababako muchanda chini lo. Mukungwe karagwa kwereirwe. Koranche tobasa ko revenge. Koranche tigero Nyasaye egesiomba. Abakungu mara waisara saba konya koyake gakuba. Pago chanda baburaka. Abande bali buja. Pate banga nkibono. Inkina ninki. Nyasaye nakaiweta natoroche nsaiga. Igorango sapuri 94. Bwango mukungu nsomereke gusi 94 uchakere 7 yani abandi mwachandira ababuraka liba mukuba mwelekeo tuguze pindo la fazi la Yesu pamoja tuwapatie mwelekeo we reach many sasa tumefanya wengi wanaendelea kudidimia abakungu abanga ababuraka batamire ko ruwe kanisa ime kwa nini kwa ajili ya wewe na mimi ina kiago teba ya sirango igorake abana banyasaigwa itali manganane igo bago ita ababuraka nabamenyi nechi intakana bo igo nigo bago chita bateba bamanya goteba igwa abana banyasai yani ababuraka pachandiru paitiru bamanya goteba nga Omanne tali korra mangana yo karmo chanda chintakana mwa chanda baburaka mwa baita na kimoko baita asa mangana ito keso muburaka kwerwa bono nayi wachire kwa biri musacha bwo muburaka oko muonchia oko mubiringisa baba gesa kweru ndere manya na amanye tegwesaka kusendera kunye kwe mental liko chikomurira likwa buganga na administrator Yesu kuru noro chibunago tachagochia nkyo yeto yani mwa itaba buraka mwamanya goteba naki yani karo kwa muitire kwa muramire kwa mukore micheno mwamuliro bolemo mwamukore byonsi pi otamira kurwe kanisa ime mwamanya gotanga Nyasaye Yakobo Nyasaye Yakobo tali komanyayo gendera inwa abatamanye tigento ebukuyate batali manganane inu mutamanye tigento kabe no kumanya inwa baliri ebukwego teba biye kabisa nyinyi wapumbafu ambao mjui kitu munaiteza wajane munaiwasumbua munaiteza mayatima Biblia inasema leo kueni na kujua indiri mora baba ngaini ine gaki umna Yesu kobori ine oyo tonge tamato tariko igwa oyo tongete mwatiga ko chinze ero yo tongete amaiso tali korore karomo ko bachanda ero yo koronge yebisaku tali korwege susuro abana banyasa
onde bwensi ogochande ntakana gosoma buraka 94 saburi ya tebirenga ekero moko bachanda inua bariri aba mutamanye tigento nyasa otonge tamato kwamanya kuyake kwentenge ncheti nkotiga inkweru munanyala bakwera tugalengeri ichara no ari chikanisa no ana anterera chikanisa abana banyasa ayo wana batabugu ano ubwene to kunanterera magora Yesu ano ogokwera tiga kuna koligera risiko kupata msaada wa karibu ambao hautakuchukua mahali omokungu oyo ekera kuna koligera lyako nyakolera akarigere gochimba gari getie nchera yogo kuno mokoba buyanga ya Yesu. Ndiapo unapata wanawake wanaosumbua wajane kwa maana kuyakega kuba kwa bwa ngayo olege sike. Biblia inasema nini katika Isaya 47? Inki naereko tataifungo la 8. Ayo kunya kwegara kwanya kwanchi kuchando muburaka kwanya kumuira sabe libaga bana banyasai tulete wajane tuwaweke pamoja tuwaombee tuonyeshe mwongozo chinzi ya kuguza pindo la fazi la Yesu. Badala ya kuwasumbua na kujipiga kifua. Na kiebu kweko teba. Asayo ayebuanchete. Soma. Ayebuanchete kwego kia. Na kwegara. Igwa manganayo. Soma na yakuana. Asayo. Ayebuanchete kwego kia. Na kwegara. Igwa manganayo. Igwa bana banyasaya tali manganane inimoko na bochanda baburaka mwachanda chinta kana libato ko bayirasi mwa Yesu tuguze pindo la fazi la Yesu igwa manganayo ayo isaranse na kuegara keroko katikati mama watanga hakuna kitu mume wangu mimi hata kufa mimi niko sawa sifanani nako kamujane kanaye kuwe kamfano wa mujane Kiswahili inasema unamwacha tu yani hakuna kitu ataniambia koga kana ntarusio ayo mwako minto kende nkeyo tikabo msomboito yani umesumbua wajane unajipiga kifua lakini sikia siku ya leo Mungu anasema nini watebe senkore yao inche onde tayo inche lehe tingo tigwaimbo maburaka gose tingo kweru na bana amangana yo abere gendera abere nago chera aseri tukeli mononya nainde no mosacho nonya bunera nonya oborogi bwao birebinge mono wana wa Mungu umesikia hiyo maneno iko bali muko nyago charankia baburaka mwanya ko bachanda kwana ko yakige kuba inga kende nkeyo na inwa baburaka atali na abatete chinse cya tobora tobwata baburaka mara kabersoko urumbara bachanda tekanyuru yatiokire pi bali muko sobo maina abudi oli muko iteme tu na aye tiga ko muchanda mochiere muoro kenelie nchera yobo nyasa chinse atakaguza pindo la fazi la Yesu. Homo kungu ibo ntokoro kigwa ekera ikaso bogango obwo aika keregendo kia mwereire ule mwanamke ikafika mahali amerushiwa nguvu za shetani akamwambia bwana siye ikaire nitagetoa ndole tengo ko oyuyu na ande ndabu eburukanirie mpaliri. Hiyo kitabu kinasema hivi mokungu ni wensi olengeroti abakungu ngo basaba kaki njoni miguni pa Yesu tuguze pindo la fazi la Yesu familia zetu zipone. Tuguze pindo la Yesu vitu zetu sienda salama. Kama ni mujane kuja miguni pa Yesu ndio usalama huko. Omokungu oliye karakudo omokobabu yanga ya Yesu. Yesu konchuko koboli ngango kuna. Akaira na ansoko lero tebanga gaki Yesu ninche. Wana wa Mungu. Omokungu oyo ekaro ye ikamemaliza kila kitu. Birecha kama nakorura kama tiarete eyuyu angokokoro ku yuyu ekamobora. Wakati ilimkosa nataka niwaambie kwamba kwa shetani na hayo koja kwa miaka gochiogo se waachiro. Nataka nikuambie kwamba toroka kutoka huko. Kwa shetani hakuna furaha. Alipofika huko kila kitu kimemkosa, shetani amemnyang'anya kila kitu, akamurutera uburwa hilo sumu biroye. Omokungu alikokuwa aliko barachimba igaiga na akakuwa aliko beke siringi. Hula mwanamke akateseka sababu hakukuwa na vitu zenye shetani anataka animo. Hakamurusha akaenda hospitali. Pono ogaiga nyagitari pali bamuirete abasani baje bakamutama pi.
Chini lo chionsi pi chigaka chinkobi. Nataka niambie mtu, saa hii ukiwa vizuri ndio uko na marafiki. Lakini utakapokuwa umekuwa na shida, marafiki wote watakubanduka. Wanakuambia mteja wa nambari, hautakuwa na mtu. Nataka kusi mtu, kwa Yesu kuna raha. Hule mwanamke aliporushwa akaenda akakaa hospitali. Alipokula kuwa hospitali, abana banyasanta ete muinyore na atigire bimwana ebike ebiko na kolera biko na waku ama miri yako na oiteka monto tayo ko bakonya omukungu oli orwalire bali bamuire tororo bagachaka komosekerera. Huyu mwanamke naonyesho aliyekuwa anatokwa na damu ekera ikarwara tabwate musani onde bwensi akamuanga kero monto akamuanga agatigara bweka. Lakini gatabu iko mukungu yo muburaka ekarara ali nyagitari akona kolera akona wonchoru chingi chimubwaterete cyamuna antereire onde tayo ko murus chingi chiri. Alo ekeronche narenge gotara inka monyoro mukungu bwat ya mwana nageli konye kerege ntugiakoreki kieli na kanyaro mukungu mubura kuko na kolera. Ule mwanamke akiwa kule hospitali wana wa Mungu ka kichingia wana banyasaye tabu kelikire echiare kuna kumutahariraga omukungu oli tabwati nguru omobere bwelire pi onyanyukire igakona kolera marigo kakonya gotonya egento gekongo kiwana wake tuguze pindo la fazi la Yesu ngino moiboli omoibolete no arenge ayoli okoraraga ki ngina no arenge ngina aligereria mariga igaligereri aitinyi ko chiensem akira anyakoboli Nyasaye ka kyo monene ndolera mabera omwana oyone takwa ebicho korontigeire nebisinini halafu kokomenya ko iguchini nechi ali sasa wakatade gento kina bakungubana ko kukenyero era matanga ni kara kuninkia bana ntokolenda baba abasomba baito homo kungu oli kale gali nyagitali ngina akona kolera akorangeri Yesu homo nanone ndolera mabero mwana utakwa omwali bagali yakabere alende bimwana biyaye ega chiega penri tukelimo chiniro chiri chigata chonsi pi kagara bayiguru ngomo kungu oli tayo pakacha bakamusara undiege tanda pako muligereri habandu amangina ali amanyata korora makweli na magakali hamacha babwate toro pako ligereri kabisa oyo nkeyo kiayo yoboli takoba oyo nkeyo omukungu oli gachie kabe batemba agasaba amache ekero omukungu montaru warta gasaba amache nkikekoba omo yoko karaki bakaigubuya igana babasani ba abasani bawo nababisa kero leseme chando igana liba koigubuya abago sangiri yotanga kachira kende nkeyo bakere sabu keriyo tigeirege omukungu oli kararari pakeba nganto bwata Nyasaye oli igoromono abande bagacha bota oyo chire chi tago chakoba bakeba ngomukungu oli bakonde chi igara kogana mwa Yesu nga Jesus abana banyasaye omukungu oli karari bole ekerasa bamachari omukungu oyo magatebanga ai ntaita mbate karo morwaira arwarete kabisa pi dirimo rocha ngata we kamambi igaro no rocha bango bwaye nabaro chingori nyarebe okwanire iga lakini mubere na muntu yoko baraki bongo Nyasaye tari kumuhura pio manyete koligere lyaro nyakoranga olinya abana banyasaye omukungu oli karari babanga ndabona mungina gateba aye mpuangole aje ando tende bitumba na aye chingo na to maitimi no toko kore birogo ntote tugero beshoku kenda nkari mubanga banga matangaye abantu bali bakayimuka bagatuko muise kolyani ninako na kolera ko nyago etinya mariga omanya gitali asokore mistake akalete getanda kelia geti round bakaigubuya bagaka chinko bigo chinga bakabuga ngango kwale abana banyasaye tukirudi miguni pa Yesu tuguze pindo la Yesu hata tuaibisha ngo wewe unayoona kwamba utaibishwa Mungu wa mbinguni anakuja na kishindo utakapokuwa umesimama kidete kuguza pindo la vazi lake uanguke chini umwambie mimi ndio nimefanya haya na Mungu atageuka aseme my daughter your faith has made you well. Hule mwanamke cut the story short
Kitabu kinasema kwamba ule mwanamke Mungu aliye juu ambaye mama yake alikuwa analilia mnaba kungumara mubwana takomalera Nyasaye senga nchia abana baino habaga kamaina baino bali bachanda yote na Nyasaye barara mabera. Mungu akasikia kilio cha ule mama, ndio manake siku ya leo tuko hapa kama wamama kwa nafasi ya pili akukufa. Homo kungwa yogo itekamanyinga ninaonyeshwa kwamba alipoendelea kusonga mbele agateba mpaka the solution center mpaka the palace alinongo ikankuno mokobabu yanga ya Yesu tindi go sundo keranchera ajo mukungu kyo go sundo keranchera nkiga kiabeire kegocha kiagarire ebintu bya salekire ni nini inakufanya ukate tamaa kwenda kwa Yesu? Kwa Yesu kuna furaha, wana wa Mungu, tusirudi nyuma. Haijalishi ni mchawi aina gani, haijalishi kwa ule mega wachiro sobaro ne meganga ni manyata bange no bachiete Nyasaye konye mutoke kwa shetani, hakuna raha. Ule mwanamke mamake alipoomba, Mungu akampa nafasi ya pili akukufa. Yesu what uchinkali nga yebiro go bibia chetene bituma biri nga ibano bia cheta gochi abana banyasaye. Ule mwanamke aliposonga akasema mimi naguza, she pushed. Mwanamke pushed, akaendelea kusukuma kwa maombi, akaendelea kusukuma ili aguze pindo la vazi la Yesu. Tunaonyesha kwamba the woman fearing and trembling homo kungwa ko nyakali go chinsa samarua Yesu hoko lero ko matengo monene ninche nago kuna Yesu tachieti koligera lya mataimu na bande toko batainga wankuna nkwaro cha bande mbale ngo Yesu akamuligera linamabera nama yenda manene akamatebyo moise kone kwa weniro kwegana kwa wagodreki ayo kwegana kwa onga ikole ayo kwegana kwa onga ikobegete monene Mary 2:33 nige kogus mare aigora mwami boiga mombori ange 2:33 go kirete togo sir ngaki ora raren kera etage kaige kogu goto tindeka nyanchan Beone merindo mbinyiwe morembe neva entamwa muye nyancha gose virecha gose monto onde macheta komero wato monene wenyanjane si ori ngabiwero morembe nabiwe monene ndigongwitie nyekanya sobororo kon ya chandekire abukana o konye bielindo ye bibebi yambu irenkoro nasiriro motora ayerera o konye beone merindo mbinyiwe morembe neva endamwa muye nyancha gose virecha gose monto onde macheta komero bwato ase monene bwenyancha nesi
kwane morembe ngabi wero kogania kwane omorembe Yeso wobabwa sirire morindo kanye kire rore kani imasenkoro yane ganya omoboria one tontigan cheweweka timoke sore no mogoko ase visuye visio beone merindo mbinyiwe morembe neva entamwamu ye nyancha gose virecha gose monto one macheta komero bwatuas monene wenyanchane si hare ngawiwe Get the point. Take a step forward.